Katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani na mwezi wa Kwaresma, katika kufunga, kuna kitu kimoja nataka nikusisitize sana, kwa sababu hiki huwaangusha wengi kweli katika maisha yetu ya kiroho na maisha ya kawaida. Jambo hilo ni kulinganisha. Kuna watu wengi sana hupenda kulinganisha, yani kumlinganisha mtu huyu na mtu yule, kwamba mtu huyu ni mwema, mtu huyu ni mbaya, ama mimi ni mwema na yule ni nani? Ni mbaya. Tatizo hili limewakumba wengi sana na kujikuta wanaingia kwenye matatizo, wanakosa kupata faida za funga kwa sababu ya jambo hilo. Na hili linaingia katika kusengenya. Kuna mtu mwingine afikia mahali kwa sababu yeye ni dhehebu fulani, basi aona ni right, anaona yuko sawa kumsimanga ama kumsengenya aliye dhehebu lingine. Yani unaweza ukakuta labda mtu ni Mroma, ni Katoliki, yeye aona yuko sahihi kumsengenya Anglikana. Lutheran aona yuko sahihi kumsengenya Roman, hata katika madhabahu. Lakini hata kwa upande wa Waislamu ni vile vile. Yani kuna dhehebu moja aona yuko sahihi kabisa hata kusema akiwa kwenye mafundisho yake. Yani aona yuko sawa kabisa kwa madhehebu hili amsema dhehebu lile, na shekhe huyu amsema shekhe yule, hata katika stori zao wakiwa msikitini. Liepuke sana hili jambo, kwa sababu Mwenyezi Mungu habagui. Kama unavyoona Mwenyezi Mungu yuonyesha mvua kwa kila mtu, basi hata wewe hebu beba angalau sifa ya Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki. Usibague, kwa sababu kuna kauli napenda kusema, hata juzi nilizungumza nikasema, hakuna mtu mbaya katika dunia isipokuwa moyoni mwako. Kwa nini napenda kusema? Nasema kwa sababu yule mtu ambaye wewe wamuona mbaya na kumuombea mabaya, kuna mtu halali amuombea mema yule mtu, kwa sababu ni mtu mwema kwake. Siku moja nikasema hata wa maeksi, kuna mtu leo wewe wakawa muombea mabaya eksi wako kwa sababu alikuacha vibaya, lakini kuna mtu sasa hivi mashallah alipokaa na muombea mema huyo mtu ambaye wewe muombea mabaya, na anamsifia kwa mapenzi mazuri anayompatia. Lakini pia nikukumbusha katika kipindi cha Farao ama Firauni, walivyotolewa wana wa Israeli utumwani na Musa, si kwamba wote waliokuwa kule waliondoka, si kwamba waliokuwa Misri wote waliondoka. Wapo waliobaki ambao walikuwa wanampenda Farao, walikuwa wanampenda Firauni. Ndio maana utaona hata wakati Musa akifanya miujiza, akiangusha fimbo ya geuka nyoka, na kuna watu walikuwa wanampigania Farao, na wao wanaleta nyoka wao wagombane na nani? Na Musa. Kwa hiyo kuna watu waliokuwa wanampenda sana kutoka moyoni Farao, ambaye ni nani? Ni Firauni. Kwa hiyo yule unayemuona we mbaya, kuna watu wanapona na wanamuombea mema. Hata madhehebu haya, wakati wewe umekaa unasema Roma ni Katoliki waabudu sanamu, hapo hapo kuna wengine ambao wamekaa na wanafanikiwa, na wakimwomba Mungu anajibu. Sasa ile akili yako inavyotafasiri kwamba wale waabudu sanamu, lakini Mungu hatafasiri kama wewe unavyotafasiri. Lakini pia inawezekana wewe wamshangaa sana mlokole vile anavyoomba kwa kulia, lakini hapo hapo kuna wengine nao wasikizwa maombi yao na Mungu. Sijui kama wanielewa. Sasa tofauti ya madhehebu isikusahaulishe kwamba tuko sawa kibinadamu. Maana kuna mwingine ajikuta yeye ni Muisraeli kabisa, mwingine ajikuta yeye ni nani wale wanaita kule weni mwingine mtu ajikuta kabisa ndio wale Yerusalemu kule. Yani akimwona mtu sio mlokole aona kama kaona kinyesi vile. Sikiliza, utofauti wa dini, utofauti wa dhehebu, utofauti wa rangi, utofauti wa umri, utofauti wa makabila usikutoe katika reli ukasahau kwamba sisi wote ni wanadamu. Ndio maana katika dhambi hakuna kwamba dhambi hii ukimfanyia Mkristo wewe huhesabiwi dhambi, dhambi hii ukimfanyia Muislamu wewe huhesabiwi dhambi. Dhambi imelenga kwa mwanadamu, si katika dini wala utofauti. Si kwamba eti wewe ukimuibia Muislamu kwa sababu wewe ni Mkristo hupati dhambi, au wewe ni Muislamu ukimuibia Mkristo hupati dhambi, au wewe ni Mkristo ukimuibia Muislamu hupati dhambi. Hapana, dhambi ipo kwa wanadamu, si kwa ajili ya dini.
Kwa sababu hiyo basi ni kwamba tujiepushe na kulinganisha. Usilinganishe mtu. Kwanza kipindi hiki ni kipindi hatutakiwi kukaa na vitu moyoni, sio? Hatutakiwi kukaa na vinyongo. Ulikuwa na kinyongo na mtu, huu ndio wakati sasa wa kurekebisha ndani ya moyo wako. Kama umeamua kuingia katika funga, basi ingia katika sharia zinazostahiki na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kuna watu wengine unakuta mtu afunga lakini hasemezani, shekhe na shekhe hawasemezani, shekhe huyu na shekhe yule wana visasi, sijui mchungaji huyu na mchungaji yule wana ugomvi, sijui huku na huku wale hawasemezani, padri huyu na padri huyu hawaongeleshani, na wao pia wanajumuika katika kufunga.